Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwani mna njaa? Bwana asifiwe. At least. So askofu mkuu, presiding Bishop Gigi na Reverend Peter, wachungaji wote walio mahali hapa, Bwana asifiwe. Ningetaka labda mwanzo kutoa shukrani kwa familia, maana walionelea ni vizuri nitumike katika nafasi hii ya kuelezea Reverend Victor ni nani. Si kwamba mimi ndiye namjua zaidi Reverend Victor, lakini nitasimama maana amekuwa rafiki wa muda. I know there are people wenye wanamjua kwa miaka mingi sana, but I think nimemjua kwa nafikiri miaka 4 peke yake. When I hosted him back kwa ile radio nilikuwa nafanyia kazi inaitwa Kegosho FM, na siwezi sahau sana, ilikuwa ni siku nafikiri ya Jumamosi, October 13, Saturday 2018. That is the first day nilikutana na Reverend Victor, na niliweza kujuana na yeye kupitia mwimbaji mmoja anaitwa J Patrick. Nilikuwa nacheza mziki wake wakati ule. So nafikiri nilijua Victor wakati alikuwa na trend. Si kwamba alikuwa na trend kwa ubaya, maana Kenya kila kitu huwa tunafikiri kina trend ni kile ambacho ni negative. Alikuwa na trend kwa sababu ana preach na yeye ni mtoto. So watu hawakuwa wameona vitu kama hizo Kenya. So people were surprised. So wengine wakaanza kumtoa makosa, sijui wengine wakasema hivi. But when I met Reverend, is one thing I realized, kwamba Mungu alikuwa amemuita. Si kawaida kukutana na mtu na ujue Mungu amemuita. Lakini kwa vile aliongea siku ya kwanza nilijua Mungu ameita Reverend Victor. And funny enough, sitaki kusema kwamba namjua sana, but I remember when he narrated his story, watu wengi hawajui jina Reverend lilitoka wapi. Na najua lilikwaza watu wengi sana online, maana walishindwa, nini ujiite Reverend na wewe ni mtoto? But let me tell you, it comes a time wakati kama haujajua mtu ameitwa vipi na Mungu, kuna vitu hauwezi elewa. Kuna vitu tunasema ni vitu za kiroho. Si ndio mchungaji? Kuna vitu za kiroho. So, Reverend Victor, by the way the name Reverend, it's surprisingly, hilo jina alilipata akiwa hospitalini. Yes, hata yeye hakujua maana ya Reverend. So, alikuwa amelala hospitali akiwa na bleed, na wakati ule jina likakuja Reverend. So, by the time alikuwa anatoka hospitali, hakujua maana ya jina Reverend. Alikuja kufafanuliwa maana ya jina Reverend after kutoka hospitalini. Hebu ajiulize, nani anaweza simama ajiite tu Reverend bila kujua ni nini anasema ama ni nini anafanya? So it came out of pain bila yeye kujua maana ya jina Reverend. And that's how God works. Sababu labda jina lingekuja kama hakuna mahali anasafa au hakuwa mgonjwa, labda hangeichukulia kwa uzito kama vile alilichukulia akiwa hospitalini. I have seen Reverend Victor since 2018 akikuwa vizuri. Even though some of us, hata kama tumekuwa kwa media for so many years, sidhani nimepitia yale Reverend Victor amepitia wakiwa na wazazi wake. Nimesema hivyo sababu kama kuna mtoto amepitia cyberbullying ni Reverend Victor. Ile mbaya. Yaani kuna siku walinipigia simu akaniambia, "We, sasa tena sijui wamesema niko na marks ngapi na sasa hiyo haku wanafanya mtihani." So you can imagine watu wamemzoea I even remember, in fact nikiwa nimeketi pale, kuna jina alikuwa anaitwa online na watu wenye hawako wanamuelewa, Gakware. Gakware, I assumed in Kikuyu kuna mnyama sijui ndege tunamuita gware. So I would imagine nikashuika gware. So most of the times tukiwa huko mashinani tulikuwa tunatengeneza kitu ya kutega hiyo gware. Sasa sijui jina yake kwa Kiswahili ama Kiingereza. So nikarudi sasa kwa jina Gakware. Gakware kaliingiliwa na watu sana, nitaka gutegwo gategagwo, but ategagwo kenyumba-ini ya Ngai. So aria metanire Gakware na hao walimuita hivyo, they knew. So they knew kuna Mungu ameweka juu yake, lakini hakuna mtu labda angekujua. So
gone through a lot to wakati walikuja kwa radio na mamake, ilibidi niambie mamake sasa itabidi ustruggle na huu mtoto, maana zile vitu wanapitia, it is only you who can understand. I have seen Victor crying, I have seen Victor akiwa chini, nimeona Victor akipitia vitu mingi sana. But kuna kitu moja nataka niambie Victor kabla labda kuja hapa na afanyiwe commissioning. Kuna kitu nilikuwa nataka kumwambia hapa. There are amazing characteristics za mtu anaitwa David kwa Biblia. Na one of them ilikuwa willingness to acknowledge his mistakes. I have seen this boy doing the same. Number 2, humility to recognize that he was weak. Victor wakati yako chini hafichi, ananipigia simu, bro, nasikia niko chini kiasi, what do I do nikifika hapa? Na wakati mwingine nampea wosia. Number 3, courage to step up in challenging situations. Let me tell you, cyberbullying is not easy. My friend Mufea can, wale watu tumepitia cyberbullying, there's a time niliandikwa Facebook, sitakwambia kwa nini, nililose kilo 5. My mom ilibidi atoke ushago akuje anipikie Nairobi. Haikuwa rahisi. So you can imagine at the age of Victor akipitia cyberbullying na bado anarudi tu online, ni neema ya Mungu. This guy alipata passport mbele yetu, we thank God. So leo hii nikiongea kuhusu Victor sijui nitaanza wapi na nimalizie wapi, but whatever is going on today, he deserve it. Maana wakati alikuja studio mara ya kwanza, ile verse alinisomea, anataka nimkumbusha maana hajui. It was in 2018 Saturday 13th October. Alinisomea Isaiah 61. Sijui nimsomee kwa Kikuyu ama kwa Kiingereza. Let me try Kikuyu ndio watu wenye wako hapa wajifunze Kikuyu, si ndio? Inasema atiriri roho wa Mwathani Jehova ari iguru riakwa, ni undu Jehova ni ajitiriirie maguta niguo hunjagiria andu aria athini uhoro uria mwega. Ni andumite ngahonia aria athuthiku ngoro, na nganiriria ati andu aria mohetwo ni mohorwo, na aria mohetwo njera ndimere ni marekererio. I'm sure ogwa njirire kana kanini tondu nginya hindi ndahota kwaria wega. I'm sure even today as you get commissioned today to the work of God, Isaiah 61 may it be your portion today. So thank you so much. Kuna rafiki yetu alinituma, lakini nikipewa nafasi na MC nita present hii title deed kwake. I know at his age kupokea title it is sio kawaida, na pia mafuta yenye anamwagiliwa leo. So God bless you so much. Sita nena mengi maana nikianza kunena siwezi maliza. Asante. Thank you balozi. Thank you balozi. Asante.